Kama kawaida karibu tena kwenye kipindi cha Ami Show TV Plus 257 kwenye microphone pamoja na MB Promoter aka Mr. If you like me, I like you. If you don't like me, I don't like you too. So in the building nimekusogezea mtu mzima sana ambaye alikuwa ni best presenter mpaka sasa hivi anafanya fresh kitu kingine unajua kitu gani? Anakuja kuongea naye. So mwenyewe atatambulisha kwa sababu ni mtu ambaye maarufu sana ambaye alifanya mpaka industry ya Burundi kuweza kufika sehemu mbali sana. Na si mwingine ni kaka Ismail Nyonguru au kutoka mwite avec Ismail Nyonguru. Bro inakuaje? Safi bro, mambo vipi? Iko fresh kabisa. Labda kwa watu ambaye walikuwa wanakuzoea kale ka logos kako ka hatari, labda ungekapiga ili watu wajue kwamba kweli ni Ismail Nyonguru asio copy, ni yule original. Sauti yenyewe ukishasikiliza watu wanajua tayari huyu. Labda watu kuna kale kangine ulikuwa unasema ni amazing sana. Si unajua tena ndio maana watu inabidi wafanye nini? Waweze kusikiliza freshly. Unajua kitu kimoja na jinsi siku zinaenda na vitu vinaenda vinabadilika. Naam. Ukitazama hata kipindi ambacho na bakiza siku chache kutoka huko. Naam kaka. Nilikuwa tena hata situmii tena hiyo kwa sababu ilikuwa tena sioni ilikuwa maki kila wakati nataka kubadilisha vitu muhimu. Umeshanisikiliza. Kaka. Maana saa hizi hashtag zimekuwa nyingi, imekuwa na hashtag nyingi ambazo zinaonesha kama kuna mabadiliko ya unanisikiliza. Kaka. Situmii tena hiyo kwa sababu naona kama ishapitwa na wakati. Kuna Jerusalem. Kuna Wazima. I know that. So kaka Ismail, there are some people wanataka kuelewa watu wa Burundi ambao wanahitaji kufahamu sasa haswa kaka Ismail saizi anasemea maeneo gani? Saizi mimi niko Mayotte, muda huu tunazungumza. Mayotte. Umeshanisikiliza. Kumbe zile licha za watu ambao walikuwa wanasema sijui uko France uko wapi waache dukuduku kwamba wewe uko Mayotte. Mayotte ni France, Mayotte ni region ya France. Bwana ukiwa Mayotte ni sawa sana tuko France. So, kaka Ismail kama kawaida wewe ni baadhi ya mtu ambao waliweza kuifanya moja wa music yetu hapa Burundi kuweza kuwa up licha na Uganda, licha kina Diamond kina nani kukufahamu, licha na kina Chameleone. So hebu tuambie bro huko unaonaje industry yetu Burundi kama gisi ulivyotoka? Kuna mabadiliko makubwa. Tunahitaji kufahamu mabadiliko gani hivi ambayo ilifanya mpaka sasa hizi unaona kama imebadilika kwenye nchi ya Burundi ambayo unatamani wewe kuja kuibadilisha? Mabadiliko yenye yako makubwa kutoka kipindi ambacho mimi nilichotokea huko mpaka kuja huko ni kwamba kuna moto fulani umepungua. Kuna moto fulani ambao umepungua. Kutoka kwa artist wetu na mashabiki. In general industry nzima kuna vitu fulani vimepungua. Na vitu hivyo ndio vinafanya hiyo industry kupata kitu kinachoitwa chini kakaraka. Umeshanisikiliza. Ile kwako ile umeanza ile maneno yako chini kakaraka, gonga kabisa, gonga. Sasa kutokana na kuwa kwamba aliyekuwa akifanya hizo kiri kakaraka kama alikuwa akifanya huyo moto ni mimi. Basi imepelekea industry kuwa ya kupoa, imepoa. Unanisikiliza? Yaani music buja imepoa kabisa. Imepoa kwa sababu saa hizi kila mtu anajua nani atanishika. Nani atanisema? Nani atanigonga? Unanisikiliza? Because kwenye media tuwezi kuwa wote wapambaji. Tuwezi kuwa wote wapambe, tuwezi kuwa wote machao wa artist. Kama kina Juma Lokole kule, kama kina nani wa kule Tanzania. Ukiangalia vile industry kwetu imekuwa. Naam. Mimi nikuja na wakuta watangazaji wote ni wapambe. Na nimetoka na watu watangazaji wote ni wapambe. Na nisikilize. Ndio kaka. Na nikwambie tu kweli kwa mfumo huo industry haiwezi kaendelea. Kweli. Ukiwa kama journalist umeamua kuwa sumirinda kwa sababu ya brochette na bia vinaga industry haiwezi kuendelea. Vinaga. Kwa sababu ya brochette na kinaga. Kwa sababu ya picha na contact wa kuone kama wewe umepiga picha na Lolilo, umepiga picha na Fizo na viona vya hatari. Industry haiwezi kuendelea. That is so. Unanisikiliza? Ndio my bro. Industry itasonga mbele
kwa kuwajibika, kwa kufanya kazi ipasavyo. Naam kaka. Unanipata vizuri? Naam, nakufuata. Basi shida iko hapo, watangazaji wengi ni wapambe. Ukimshika msanii wake, badala ya kuna mimi nakumbuka kipindi ambacho niko hapo. Nilikuwa naona matusi yanatoka kwa watangazaji wengine walikuwa wanatukana. Mtangazaji anaenda ananitukana kwa sababu nimemsema msanii wake. Alikuwa nani mtangazaji kama Sosiri umseme? Siwezi kuwataja majina kwa sababu kwanza ni watoto wadogo. Niliwaelewa kwa sababu kidogo kwenye hiyo kazi. Hawana level kama ya kwako. Sio kusema wana level kama ya kwangu. Kiumri, kiakili, kiuchapaji kazi bado ni watoto. Kabisa. Unanisikiliza? Na kukua kwa bado watachelewa kukua kwa sababu hawaendi kwenye njia ambayo iko right ya kumfanya mtu kutoka kwenye grow up, kukua yani. Unanisikiliza? Sasa hiyo ndio shida, katika shida ambazo zinapelekea hiyo industry kuendelea kudua hapa, kuendelea yani kutetemea yani inazidi kutetemea hapo. So kaka Ismail Nyanguru, hebu tunaongelea about kuna watu ambao wanasema kwamba kuna baadhi ya musician ambao wewe kama wewe ulipokuwa huko ndio walikuwa wanasikika, lakini ulipoondoka wale wa musician walifika wanapotea ghafla. Walikuwepo wasanii wengi, walitajwa wasanii wengi sana, licha na kina fulani hivi wewe mwenyewe unafahamu. Je, hiyo historia kama unavyokumbuka wewe is true kweli, kama wewe ndio ulikuwa unawapatia nguvu? Unapokuwa unatangaza nakwambia kitu kimoja, sio kwa kumtaja mtu jina. Wewe unapokuwa unatangaza sawa, jina ya hawa artist then tufanyie uchambuzi kwa majina yao. Walisema kama vile mfano walisema Black G, wakarudi wakasema kuna mtoto ambaye anafanya vizuri alikuwa anaitwa Flow Slim ambaye alifanya nyimbo ya La Namba. Kulikuwa na kina DJ Pro, eti ulikuwa na yani wewe ulikuwa na wasanii wako ambao ulikuwa unawapenda. Wakasema baadhi tena hapa mwisho eti kama vile Berry Music, eti ulimsupport sana lakini ulipokwenda mpaka sasa anakuwa down. Sikiliza nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mimi sijawahi kuwa na msanii wangu. Kwa sababu katika familia yangu tumezaliwa watoto 7, hakuna kwetu mwenye anayeimba. Ukija ukapekua ukarudi mpaka nyuma, hakuna utakayemkuta hata mtoto wa mjomba, wa shangazi, wa babu na babu kwetu anaimba. Kweli. Eti kwamba mimi nitamchukua niseme sasa wewe nitakupromote kwa sababu utakuwa kwa wewe ni wa familia to win. Hakuna kwetu hicho kitu. Hakuna masuala ya muziki kwetu. Kweli. Na nisikilize. Sasa hakuna artist wangu. Ndio. Wala hakuna msanii wa dunia ambaye mimi niliingia naye deals kusema kwamba wewe nitakuwa nakupamba. Nikikuwa nakupamba utakuwa unalipa. Nadhani mlisikiliza, mlikuwa washahidi wote. Mimi hapo nilikuwa na wagonga. Nilikuwa unawagonga bila kujali nani wala nani. Ilikuwa hatari sana. Sawa. Na nitakugonga na nje tukikutana tutasalimiana, ukikataa kunisalimia shauri yako. Kweli. Kinisalimia sawa, tukikataa kuichora kunisalimia hiyo ni problem yako. Nilisikuta sana hizo sana kwa sababu nilimgonga hata kunisalimia. Sio kisha kunisalimia mimi unanipunguzia nini? Basi. Kweli. Sasa nikijibu swali lako, mimi kwa hao wasanii kuzimika waulizwe wao. Wasiniulize mimi. Nisiulizwe mimi eti kwa sababu mimi ya kwamba nilitoka ndo wamezimika, hapana. Kwa sababu hata wenyewe mnaozungumzia kama mimi sikuwa na wapromote, walipanda. Kweli. Si wamepoa tu na wenyewe. Bibana in general industry imepoa tu. Kweli, pepo, sio kama musician ni pepo. Unaona? Wao ni hao wenyewe wanaozungumza sikuwa na wazungumzia. Ni hao wanazungumza mimi nilikuwa nawazungumzia, wote wamefanya wameanguka. Kile tu nikwambia kitu kimoja. Kuna watu ambao walikuwa wanayatumikia mawazo yangu lakini walikuwa hawajawahi kudhihirisha wazi kama wanatumikia mawazo yangu. Kweli. Wako wengi sana. Hawakuwahi kudhihirisha wazi kwamba yangu walikuwa wanafanyia kazi, lakini walikuwa wanasikiliza na wanaenda kuyafanyia kazi. Na wanatoa kwa kwani wanafiki. Kwa kwani wanafiki hawawezi kusema bana huyu mtu alikuwa na msaada mkubwa kwangu mimi kwa sababu nilikuwa nikimsikiliza na chukua mawazo yake naenda kuyafanyia kazi. Walikuwa hawawezi kuzungumza hivyo. Lakini ni wengi sana artist, management, mashabiki, watangazaji pia walikuwa wakifanya hivyo. Sasa mimi ninachofanya ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, kunijalia hiyo karama ya kuweza kufanya vitu ambavyo
vitamfanya mtu akisikiliza, yani kuwa na intelligent ama kuwa na madini ambayo yatamfanya mtu kuyachukua na kwenda kuyafanyia kazi na kumsaidia. Alhamdulillah rabbil alamin, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Hao artists wao kwa kwamba wamekwaya, waulizwe waulizwe simulizi kwenye nyimbo za urofa za kipuzi zisizokuwa na tungo, utegemee kama mimi nitakubeba. Hapana. That is so good. Swali la Berry Music, mimi Berry Music mimi nimekuja kumjua nishafika huko. Kweli? Berry Music mimi nimekuja kumjua juzi. Nishanasikiliza. Mimi nimekuja kumjua Berry Music mimi nimefika huko. Ina maana Melana imetoka, wameachia Melana, wewe umeshafika tayari Mayotte. Kitambo sana. Mimi nimetoka juzi kati tu. Haina hata miaka mingi. Haina hata mwaka nadhani mimi. Nasikia tu juzi kati. Mimi nimekuja kumjua nishafika huko. No. Hao wengine wazungumzia wakina nani na nani, akina Black Geo, akina Jeko, akina nani waulizwe wao. Kweli. So waulizwe wao tunaona wao. So kuna kitu ambacho nahitaji kufahamu, kwa sababu wewe ulikuwa ni presenter kwenye radio ya, kama sijasoea, ya Rema FM. Sawa. So kuna kitu ambacho kimepostiwa hapa juzi ambao ulipostiwa kwenye radio ya Buja. Inasema kwamba lazima kila msanii anapoleta muziki lazima alipiwe. Hicho kitu wewe ulikielewaje hicho kitu? Radio ana maamuzi, ana kila chochote anaweza kufanya kwenye radio yake mhusika. Bosi wa radio wa Mugani Desire akasema na yeye, kwa nini wanafanya habari lazima wao wanamlipa na yeye? Mheshimiwa, sikiliza nikwambie kitu kimoja. Yep bro. Sikiliza nikwambie. Nakusikiliza. Hiyo wale wote wenye uloko, watu wa uloko. Ile ni private radio. Private radio mwenye miliki ana mamlaka ya kufanya kitaka na kufungia nyimbo zake kutokucheza kwa radio yake. Utamshika kwenye mashati? Haiwezekani. Hautomshika. Lakini sasa na yeye asiniseme kwenye radio yake sasa. Sasa nimekataa kucheza nyimbo zangu. Asiniseme kwenye radio yake. Sio kwenye radio yake tutapambana. Ina maana mke wa Mugani Desire yuko sahihi. Alichokizungumza mke wake iko sahihi. Kabisa. Tumekataa kucheza nyimbo zetu. Haya, umekataa unasema tukupe pesa, na wewe kututangaza kutusema ukitia tu jina letu kwenye radio kutupe pesa. Sasa kila mtu ashinde mechi zake. That is so good. Kweli? Alafu iko sahihi yule mke wake. Kaka Ismail, wewe uliondoka, lakini bado mpaka sasa tunakufuatilia kwenye page yako, bado wewe una mashabiki sana tena wengi ambao wanakufuatilia, muda mwingine wanaandika wanatamani urudi sijui nini. Hebu unapoona kitu kwenye comment wako unajisikiaje? Kwa kweli nikwambie ukweli ndugu yangu. My bro. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana, sijui nielezeje. Siko kwa radio sasa, naelekea kutimiza miaka 3 siko kwa radio. Kweli. Lakini siku baada ya siku watu wanazidi kuongezeka badala ya kupunguka. Kweli. Sawa? Kweli. Ni maana kwamba watu hawakunipenda kwa sababu nilikuwa tu redioni. Watu walipenda product zangu. Na product walizipenda kwangu ni mimi kuwa jasiri wa kuweza kuwagonga wale ambao hawawezi kugongwa. Kabisa. Wale ambao walijifanya wao inako wako. Unanisikiliza? Hawa hawasikwaji. Unanisikiliza? Kweli bro. Kuna watu kwa hiyo industry walikuwa washatengeneza mazingira kwamba wao ni watu wasioguswa. Unanisikiliza? Watu wasiosemwa, watu wasiozungumzi. Usimzungumzi watu ngoni bihanga. Ukimzungumza tu vibaya, kwanza hiyo siku atakupigia simu, akutumie watu wakupige, wala afanye nini. Sawa, watu mimi niliwakuta kwenye industry. Kweli. Unanisikiliza? Na nilipowakuta niliwagonga vibaya sana bila huruma. Kabisa. Bila huruma, bila kujali huyu nani wala nani. Wewe hatari sana. Hicho kitu kiliwapendeza sana wasikilizaji wangu. Kiliwapendeza sana na kuwafurahisha. Kabisa. Unaona? Sasa mpaka sasa hizi wanaamini kama hakuna mwingine ana uwezo ama iko na power ya kufanya hicho kitu kama mimi. Ndio maana unapaka sasa hizi wako behind yangu na wanaendelea kufurahia matunda yangu. Sasa kuna baadhi ya mashabiki wanasema kwamba kwa nini Ismail Nionguru mara nyingi huaga akisemaga story, huaga anapenda sana kumvamia sijui kama Mugani Desire. Ni kwa sababu gani? Je, mpaka sasa hizi watu wanajuza wewe una beef na Mugani Desire kweli? Au sijawahi kuwa na beef na artist yoyote. Tuache huyo unaizungumzia. Sijawahi kuwa na beef na artist yoyote.
swala la kuzungumzia mtu ni taarifa. Taarifa zikija 5 kwa wiki tutazizungumzia. Tutasema kwa sababu ni 5 ni nyingi, tuzipunguze hapana. Ikibidi wiki nzima kuna taarifa ya kumgonga atagongwa. Kweli. Unaelewana? Na alafu swala kuzungumzia kwamba mimi ndo mzungumzia nani? Wote bora wanagongwa tu. Na alafu wanasema kuna mwenyewe anaolewa hivyo. Wanasema kwamba unampaka mafuta sana Vishulo ovyo hapa juzi alifanya nyimbo inaitwa Only You akishirikishwa pamoja na kundi ambalo ni Love Music kama sijasahau. Eti ile nyimbo umepaka mafuta sana. I don't know why. Sasa tatizo la nyimbo mimi nashindwa kuelewa nyinyi watu. Sasa kizuri tukisema kibaya. Kizuri tukisema kibaya. Walidai kwamba hiyo nyimbo sio nzuri sana kuliko hii ambayo ilitoka pa juzi kati kama ni Satibina Bentura na very nice. Eti unipamba tu. Sheikh, nisikilize kwa kitu kimoja. Naam. Tuelewane kitu kimoja. Wewe unayesema kama sio nzuri, kaandika kwenye Facebook yako sasa hivi sio nzuri. Sawa? Na mimi naisema ni nzuri niandike kwenye Facebook yangu. Uone kama nitakuta kwenye Facebook yako na kuja kuambia hivi umesema vibaya. Sitakuja kukuta kwenye Facebook yako. Wala utaona kama mimi nakuja kwenye Facebook yako. Ila mimi ninachokwambia ni ukweli. Ila kwa kuwa hapo kwetu na tabia wanataka kila kitu chote kiwe kizuri, azungumziwe fulani. Azungumziwe fulani tu, kitu kizuri chote kija fulani. Yaani mabaya yake tu. Yaani fulani yeye akifanyaga every mbaya tuisifie. Mimi siko hivyo. Mimi siko hivyo. Ukweli ni ukweli. Unanisikiliza? Ile wimbo ni nzuri. Alafu kuhusu swala la Vishu. Watu wananiambia mbovu Vishu amesema vibaya. Nimesema mtu vibaya hana kosa. Nipeni makosa yake nitasema. Mimi nipeni kosa alifanya. Alipigana ba, ulimuona ba analewa. Ulimuona na kesha ba kuanzia mpaka jioni. Haendaji ba maskini ya Mungu. Hautamwonaga mtandaoni. Hautamwonaga kwa napigana, hautamwonaga kwenye mabifu. Sasa huyo mtu jamani, nifikie naenda sasa nianze kuingia kwenye Facebook ni mtukane we bila kosa. Kila utakaliona pale linaloandikwa pale lina ukweli wake. Unanisikiliza? Lina ukweli wake. Hakuna mtu tunayemtungia kwa sababu hata tukimtungia tutafaidika chochote. Ni hayo. Mashabiki wa Empire wa Satibia wanasema kwamba kaka Ismail Nguru bado mpaka saizi alikuwa anavamia Satibia akatoka kwa Satibia kwenda kwa Big Fariazi licha nini? Eti kwa sababu uliona Satibia alisaini mkataba na Royal, eti mkataba pesa nyingi sana. Sikiliza nikwambie. Usifuate mashabiki wa Burundi akili zao. Usifuate akili za mashabiki wa Burundi. Hawezi kufanya kitu chochote. Unanisikiliza? Sawa. Mimi nakwambia Satibi na wengine ni artist kama artist wengine. Sawa. Ikibidi kuwagonga ni kugongwa bila huruma. Kabisa. Sawa. Ikibidi kufanya every nzuri ni kupambwa bila huruma. Sawa. Sasa swala la kusaini mkataba na hiyo Royal yeye laki kujua. Mimi swala nilizungumzia tu ni kwamba jamani tuacheni uongo. Ina maana tuacheni mkataba. Kusaini alisaini mkataba tuliona alisaini. Wa milioni 500. Mimi sikukataa kusaini mkataba. Mimi sikukataa hicho kitu kama kusaini mkataba. Mimi nilichokataa ni kwamba ule uongo uliowekwa, ule uongo gani sasa? Watu wanahitaji kufahamu hiyo uongo. Ni uongo gani? Alisaini milioni 500 atapewa gari. Sasa wao msanii alisaini milioni 500 atapewa advance milioni 100. Kosa taka 3,000 ya nyumba. 3,000 ya 3,000. Inasemekana kama sio kwamba yeye ndo amekosa kaya. Inasemekana kama ni yule msanii wake ambaye ni Benturo alikosa, sio yeye. Anaishi na Benturo mle ndani. Walikosa kaya alimtumaga Benturo kwenda kununua kaya huko mini ya Kinindo. Musician ni bad. Hawana kaya kwa. Alisema wamempa gari iko hapo alikupa. Paka leo uko napiga gari na picha na gari za watu. Iko wapi? Sasa hizo milioni 100, milioni 100 ziko. Unajua kwenye milioni 100 ziko? Ziko wapi? Milioni 100 uko na parcela 5 za milioni 20. Ina maana sasa alitumia uongo. Hajasaini mkataba pesa milioni 500. Ina maana ni uongo. Nisikilize mheshimiwa. Mimi nataka nikueleweshe na kueleze. Wewe ndio utakuja kuamua pale utaka kama utaka kwenye kuamini milioni 100 au utaka kwenye kutokuamini hizo milioni 100. Sawa. Milioni 100 ni parcela 5 za milioni 20. Tunaelewana? Ndio mkubwa. Kuna mtu anaitwa Hope Irakoze, unamjua?
Hope Irakoze. Anaitwa Hope Irakoze. Wa Kenya. Unanisikiliza? Hope Irakoze ni Mrundi. Yupo Kenya. Unanisikiliza? Anaishi Rwanda. Rwanda. Okay. Unanisikiliza? Alishindaga muimbaji wa Tusker. Yep, namfahamu. Alishindaga Tusker Project FM. Yep. Wakati aliposhinda Tusker Project FM, kitu cha kwanza alichofanya kwenye pesa aliyoipata, unajua alichofanya? Yep. Alienda kununua nyumba Mjabe. Yep. Unanisikiliza? Yep. Alienda kununua nini? House. Nyumba. Aliwatoa watu wa nyumba. Yep. Aliwatoa watu wako kwenye nyumba, akainunua hiyo nyumba. That is so good. Kwa ile iliyopata FM. Kwa hiyo milioni 130 Bujumbura kwa nyumba za milioni 30 ziko nyingi sana hapo. Yep. Nyumba za milioni 25 ziko tote viwanja nyumba. Yep. Tuambie sasa milioni hata kiwanja. Ina maana hata kiwanja. Hata kaitu ya 3 milioni mpangaji hana. Hatari sana. Maliza maswali yako na kusikiliza. Maliza maswali yako na kusikiliza. Hatari sana. So tunakwenda kama vile kuswali ambao kama tunakwenda kumalizia. Ni posti kitu kimoja ambacho mashabiki mpaka sasa wangaliki wanakulaumu eti wewe unataka kufanya uchanganishi baadhi ya Lolilo na Fariaz eti kama Lolilo aliwahi kuposta kwamba maana ya Fariaz ni mtu mbaya. Sawa. Sasa hiyo interview watu haikumbuki. Kama Lolilo kusema kama Fariaz ni mtu mbaya. Eti maana ya Fariaz ni mtu mbaya. Mtu wa roho mbaya. Watu haikumbuki hiyo interview. Watu walijiuliza sasa kwa nini Ismail alifanya kitu? Kwa nini alitaka kitu gani haswa? Anataka kumaanisha kitu gani? Sasa mimi ndio niliyasema, sio mimi niliyasema hizo taarifa. Sasa mimi nimekuletea taarifa ile ulisemanga. Sio mimi nilisemaga hiyo vitu. Yep. Unanisikiliza? Yep. Hebu kwa kumalizia ndio nijisemea kwenye live. Ni uko live. Hebu kwa kumalizia, hebu ni kitu gani ambacho unawaambia kwa ujumla industry ya music Burundi kiwemo wakina presenter, kina musician, wale wote ambao wanafuatilia music ya Burundi? Wafanye kazi. Na kila mtu afanye kazi yake. Yep. Afanye kazi na kila mtu afanye kazi yake. Yep. Hilo ndio point kuu. Na kitu gani unakimisi kutoka industry ya Burundi ambacho huko hujakipata? Hakuna hata kimoja. Hata kimoja hujakimisi. Maana vyote navipata kuliko hapa. Habari napata, kila kitu napata kwa wakati. Hakuna ninachokimisi. Hebu mashabiki na mimi tukurudi kutangaza. Mashabiki mashabiki wanamisi kusikia sauti yako kwenye road, wanauliza utakuja lini huku? Karudi watanisikia tu inshallah, sio mbali. Yeah. Wakae tu kuvumilia tu mchache kidogo watanisikiliza, yani sio mbali. Yani watategemea kunisikia tena Ismail Nyonguru live kwenye radio. Sio mbali, hakuna hata mwaka unakuja utakaa katikati hapo ndio. Hebu tunakushukuru sana kwenye TV yetu ya Ami Show TV online. Asante sana mheshimiwa. Mungu akubariki. Asante sana, Mungu awabariki. Na wewe pia. Na nyie pia. Hashtag ni avec Ismail Nyonguru #Jerusalem. I think it's that. Yes. Asante sana. God bless you my bro. And you pia my brother. Asante. Yes, tuko pamoja na Ismail Nyonguru kupitia exclusive interview akiwepo kule Jerusalem akiongelea mambo ya about ya music. Nikifikiri ulimsikia, aliongea yale yote ambao ulikuwa na hamu kama shabiki kuweza kuyasikia. So kwenye microphone ulikuwa pamoja na MB Promoter aka Mr. If You Like Me I Like You. Halafu kwenye upande wa kamera alikuwa ni CC the Silver, mnyama wangu, the best camera. Tunasemaga ni chao. Unajua kitu gani? Usikose kushare and comment nini? Ami Show TV. Vile kufanya nini? Na kusubscribe our channel YouTube ili uwe kwanza kupata notification zetu kila kitu. Umesikia alikuwa ni avec Ismail Nyonguru ambao ulikuwa mnamfahamu, ambaye alikuwa ni mtangazaji kutoka Rema FM. Tuliongea naye mambo matatu maine. Wale ambao washabiki walikuwa na dukuduku nikifimu mmewasikia. Alisema kile kitu tutakwambia kama yeye ni kugonga. Tatizo ya Burundi, wasanii wetu wanataka waseme kwa mazuri tu, lakini wanasahau hata kwa mabaya. Lazima wawaseme bana. Mlisikia stories zilikuwa ndefu, stories sijui za kina Vishu, za kina Mugani Desire, sijui za kina Sati B, mlisikia kila kitu, uongo na ukweli mlisikia hapa. So Mungu awabariki sana, tunasemaga ni chao. Urashaka makuru mashasha meza kandagizweho, fyonda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe, L trending iri okubwanyu. Barindi mwifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none, good mixing and mastering. Ghana Key Records, RTB with the key to success.